Mshtakiwa, mbona huna nidhamu hata robo? Niongezeni ifike nusu. Sasa nina kiu nisiseme, nitaujua nina kiu. Umekuja kunywa maji, umekuja kusomewa hukumu. Sawa. Yombo Manumbu, unashtakiwa kwa Hebu mpeni maji. Yombo Manumbu, unashtakiwa kwa makosa 5. La kwanza, kwenye banda lako la video unaonesha picha za ngono na video za ngono. Na kwenye speaker unaweka sauti ya mpira, kumbe watu hawaangalii mpira ndani. Kosa la pili, unauzia watu kashata zenye bangi pamoja na vitafunio vingine vya dawa hizo za kulevya. Na vitafunio hivyo vingine ni kama vile mandazi, kababu na kachori. Kosa la tatu, umekutwa na unga wa wadudu waliokaushwa na kusagwa. Na wadudu hao wamekutwa kwenye mfuko. Ni pamoja na mende, sisimizi, nyuki, siafu. Na upelelezi umefanyika, imegundulika unga huo waga unafanya kahawa na unauzia nje ya banda lako. Kosa la 4, kwenye banda lako la video umegeuza danguro, wanawake wanajiuza hapo hapo nje. Kosa la 5, umekutwa na mikia miwili ya twiga. Utaambia mahakama umeitolea wapi. Kesi hii ukishinda kutoa maelekezo ya kutosha, utahukumiwa miaka 10 jela. Wakili, endeleza mashtaka. Asante sana ndugu hakimu kwa kunipa nafasi hii. Na naomba nianze na kesi ya kwanza, maana hii ni kesi kubwa kidogo ya kuonesha video za ngono kwenye banda la video. Na nitaanza na maswali kwa mshtakiwa. Yombo Manumbu, banda lile la video ni mali ya nani? Aliyejenga, mimi muoneshaji tu. Hana jina? Nikuulize wewe uliyemuulizia. Mimi nikaili jina la mwenye nyumba la nini? Ndio aliniingizia hela. Ina maana pale umepanga. Unauliza unahakikisha. Mshtakiwa, jibu ndio au hapana, usijitoe ufahamu. Hakimu, huyu muache. Nitaenda anavyotaka. Ni kwa nini ulikuwa unaonesha video za ngono hadharani? Na unajua hazifai kuoneshwa hadharani. Kwani nimeonesha watoto? Kwa hiyo ni kweli unaonesha? Wewe uliona? Utajaa tu. Kashata zenye dawa za kulevya na vitafunio vingine. Atengeneza nani? Wataka kutoa oda. Oda nini? Hivi haone kama kuchanganya dawa za kulevya kwenye vitafunio unaharibu watu? Hao watu wanasemaje, vimewatia mimba? Mbona mimi sijawahi kupata lawama? Hivi mshtakiwa na matatizo gani? Haya, huo unga wa wadudu unawauzia watu kama kahawa. Unajua na madhara gani? Unapoongelea madhara kama mmekuta marehemu kwenye banda la video. Huo unga unaongeza nguvu za kiume. Ukinywa kikombe chako kimoja, mali ilikuwa inauza kikombe buku. Ukinywa kimoja na kashata zako 2, ukiingia kuangalia mpira midadi ya kushabikia ikupanda, unaenda kuchagua mchaguo mmoja nje. Maana kuna watu hawajaolewa wako watafuta wauaji pale. Kwa hiyo ukipata muolewaji mnapozana. Kwa nini uweke vipozeo nje? Wadhani mimi sijaelewa? Unaweka wanawake nje na kuwauza. Kulikuwa na faida gani ya kuweka mabinti nje wanaojiuza? Mlitaka niweke madeli ya barafu, wateja wanibake. Hivi unajisikia unachokiongea? Hapana, nijuze. Mshtakiwa jiheshimu. Hapo hapo mahakamani. Usijibu kama kwako, mdomo utakuponza. Babu, endeleeni na maswali. Yaani nisijibu na najua naenda kufungwa. Yaani nipo na nyie mpaka mnagonga nyundo. Si mnataka ukweli, ndio mvumilie ukweli mchungu. Na imekutwa mikia ya twiga miwili ndani kwako. Imetokea wapi? Kwa twiga mwenyewe. Wewe umetolea wapi? Kwa mganga wangu. Na nilisahau kuzichapia kwenye biashara yangu, ndio maana mlinishika. Ningezichapia pande zote, fya kulia, kushoto, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Mbona mngekuta bwawa? Utatupeleka na kwa hiyo mganga wako wapua. Unaonekana mambo yako yameshinda kupanda mlima, umesikia mganga wigi limekuchachamaa. Siwapeleki kokote. Nimechoka kuongea na siongei tena. Pelekeni kwa Manyampala huko nikawakalili nijue jinsi ya kulala usiku. Mshtakiwa, iambie mahakama mganga wako apatikana wapi. Na kama amekupa yeye miwili, ina maana yeye anao mingi. Wewe unaulizwa. Wakili usiendelee, kwanza subiri. Sikajifaka ziweka vibaya. Nampeleka akutane na wenzake walioziweka vibaya zaidi. Kwa maelezo aliyotoa mshtakiwa, Yombo Manumbu, umekutwa na hatia. Hivyo utafungwa miaka 10 gerezani na utotoka hata kwa msamaha wa Yesu. Na hilo wigi kama dekio la mti. Nini wewe? Kesi imeisha.